Kwa hivyo hilo tulichukua, lakini la pili walilofanya waliweka kiwango kikubwa sana cha fedha kwa kila kesi. Wakati kule bara ni 200,000, hapa wameweka 2.5 kwa kila kesi moja. Na watazameni Mwenyezi Mungu watu hawa anapoonesha kwamba ni watu ambao si wa kuweza kuongoza binadamu. Kwa hesabu za serikali yenyewe inasema kipato cha wastani ya mwananchi Zanzibar ni haizidi milioni 3 kwa mwaka, dola 1,200. Sasa leo kufungua kesi moja ya kudai haki, maskini huyu aliyokwenda kugombea kwa niaba ya wenzake, unasemaje 2.5 milioni? Lakini ndugu zangu, tumeweza kufungua mashauri haya na yote tumeyakamilisha, ikiwemo malipo yanayohitajika. Unguja mashauri nimepewa taarifa 14 mpaka sasa. Tulitegemea sisi 17 na matatu tayari 17, na Pemba majimbo 8 ya uwakilishi. Kwa hivyo kwa ujumla 25 na 10 tulionayo, maana yake sisi tunasema hizo ni viti 35. Tumeingia kwenye uchaguzi huu tukiwa na uhakika wa viti 32 vya uwakilishi. Ndio hesabu yetu, na leo pakiwa na uchaguzi sisi tunaamini 32 vitapita, lakini havitopungua 32 kati ya 50. Ndio tunaosema hivyo. Vilivyobakia tunasema vingine ni kwa mazoea, lakini hakuna jimbo ambalo sisi hatuwezi kushinda kwa Zanzibar. Sasa tulisema tuyaseme hayo kwa sababu hawa vidudu mtu, maana wengine watapita sasa hivi, watawavunja moyo, watawababaisha, watawazungusha. Kwa sababu hata hili la kesi Mwenyezi Mungu alivyowanyima haya, wanasema nyewe mmepeleka kesi mahakamani, ndio mambo yashakwisha haya. Maana yake kesi mahakamani, hawa majaji si wetu. Kiongozi mkubwa anasema hivyo. Hizi kesi zitapigwa danadana tu, miaka 5 hazitosikilizwa. Sisi ndio maana tumo kwenye harakati hii kuinusuru Zanzibar. Hakuna nchi ambayo mahakama inaweza ikachezewa. Sisi tunajua, lakini tunasema panya huwezi kumfundisha kula usufi. Njia ni hiyo na tutaipita hiyo hiyo. Haya yatakotokea huko njiani tutajuana, tutafahamisha. Lakini nilitaka haya mawili tu ya fahamu.